tujibu maswali siku ya leo. Viongozi wangapi? Viongozi wangapi? Watuambie ukweli, what do they know about Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Nimesikia wamekuwa wakitaja mtu mmoja peke yake lakini wataje wengine. Leo hii nikiwa hapa niko na swali kwa Profesa Tom Ojienda ambaye ni senator wa Kisumu County. Mheshimiwa Ojienda, nasema unisikie vizuri sana. Watu ambao wameshikwa wanafanya kazi kwa ofisi yako. Tuko na kijana anaitwa Lucas Otieno ako ndani ya ofisi yako. Tuko na kijana Glenn Kwere ako ndani ya ofisi yako. Leo hii wako kule Kisumu wanakula mandazi kwake kule Kimunyi. Mimi nauliza Mheshimiwa Ojienda, unajua nini kuhusu kupigwa kwa Mheshimiwa Osotsi? Ni seneta wa Kisumu. Tunakuheshimu, tunakuenzi, lakini nauliza hivi, what do you know about Osotsi's attack? Manake picha zimeonekana picha, wewe Mheshimiwa Seneta umepiga picha na hawa goods. Lakini haujasema ripoti, haujaitwa na polisi tujue shida iko wapi. We are asking the IG of police to summon Mheshimiwa Senator Professor Ojienda aje ajibu maswali. Sasa vile. Sasa vile. Mtu wa pili. Mtu wa ngapi? Hii nchi kuna waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama wa ndani. Mheshimiwa Murkomen, sio? Nimengoja. Hajasema jambo. Mheshimiwa Murkomen, I want to ask you this evening in this ground. What do you know about the attack of Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Unajua nini kuhusu attack ya Mheshimiwa nani? Osotsi. Mheshimiwa Osotsi alipigwa kama mbwa. Alipigwa kama mnyama. Akavuritiwa chini. Yet we have not heard from the Minister of Interior in charge of this government. Sasa, mtu wa tatu na mulisikia vizuri ni mama. Hello. Mheshimiwa Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, tungelipenda kusikia wewe ndio chairman wa ODM katika Kenya hii. Wewe ndio chairman wa ODM Kenya hii, sio? Hivi majuzi mmemfukuza Mheshimiwa Kachamani. We want to know, what do you know about the attack on Mheshimiwa Godfrey Osotsi? Hello. Mimi natambua kwamba kuna vita iko pale Nyanza kati ya viongozi wa kisiasa na wakuu fulani wa serikali. Sasa wamechukua ile vita pale, wamekuja kuchafulia majina, tunasema tumekataa. Sasa vile mimi nasema kwamba kuna kijana leo hii anaitwa niseme mimi siogopi, kwa ni hapa Rwanda. Wakiniua watanzika hapa Siandumba, sio? Mimi siogopi kwa sababu lazima tuseme, sio? Tungelipenda kujua leo hii wale ambao wameshikwa ni vijana watatu peke yake, lakini kwa video kuko na vijana 17. Vijana 17, sio? Tunauliza DCI Bwana Amin, hao vijana wengine 14 wako wapi? We are thankful for that. But we are asking ourselves one question. Watu wengine 14 wako wapi? Wako wapi? Kuna kijana ambaye anaitwa Dogo. Sema Dogo. Dogo, tumekujua leo hii umejificha kule Nyatike kwa sababu ulifanya ufinasi hapa. We know you. Sura yako tunaitambua. Hatukuogopi. We are asking where is Dogo hajashikwa, sio? Harambee. Mnanisikia watu wangu? Mimi nasema hivi. Sisi hatuna vita na ndugu zetu kutoka kule Nyanza. Vita vya Osotsi sio vita za Mluya na Mjaluo. Hiyo ni vita ya goons. Vita ya nani? These goons wameonekana kwa kamera vizuri sana. Kuna jamaa alimpiga Osotsi mdomo akavunjika joo. Mliona hiyo picha, sio? Wakampiga teke kwa joo akavunjika. And we are seeing that these people have not been arrested. We are asking the DCI, what have you done to arrest the other 14 people who have been seen on the clip? Sio? Ingine niseme kwamba
Kuna baada ya Mheshimiwa Ososi kuumizwa, mimi nilikuwa kule airport kumpokea. Lakini kabla hata afike airport, kuna wajinga fulani ambao ni bloggers wakaanza kusema Mheshimiwa Ososi alikuwa na mama fulani. Pumbavu kabisa. Kabisa. Mimi kama mtu mwanaume niko na haki kukutana na mwanamke yote ambaye nitakutana na yeye. Mheshimiwa Ososi alikuwa kwa kinyozi, munisikia mzuri, alikuwa kwa kinyozi, akanyoa nywele, akakuwa smart, sio? Akaenda kwa Java kukutana na mfanyikazi wake anaitwa Jennifer, and we know her. I know Jennifer, I know the lady, ni mfanyikazi kwake. Kwani kuna shida kukutana na mfanyikazi wako? Kuna shida kama mfanyikazi wako? Sasa kuna wajinga wengine ambao hawakwenda shule, wengine wanajiita sijui ni nani, wanasema kwamba Mheshimiwa Ososi amepigwa kwa sababu alikuwa anakuwa na mama mtu. Bure kabisa. Unasema kwamba yule ambaye Mheshimiwa Ososi alikuwa naye ni mfanyikazi wake na alikuwa anafanya jambo fulani ili akuje Rwanda aendelee kazi yake. So far, I want to report. Mheshimiwa Ososi ameniomba hivi kwamba mweke amani. Mweke nini? Amani. Maana hii sio vita ya Mjaluo na Mluya. We love Kisumu. We work in Kisumu. But we are saying these goons must be brought to book. Hello? Tumeona Kenya hii goons are taking over. Tumeona Kenya hii goons are taking over. Wameenda kanisani, wamevurusha kanisani. These are goons. Sawa sawa? Wameenda kule airport wanangojea viongozi. Those are goons. Leo hii wameingia kwa hoteli. Kesho wanakukuta kwako kwa kitanda ukiwa na bibi yako. Hiyo ni aibu mbaya sana. Halo? Halo? Sina shida nyingine. Shida yangu ni kwamba hawa viongozi watatu wajibu watu wa Rwanda maswali yao, sio? Kule bungeni jana nimetoa statement kwa bunge, mliona? Nangojea next week on Thursday IG anakuja kwa bunge kujibu swali yangu. Badala ya kujibu swali, he must answer our question. Professor Otiende must answer our question. That is why must answer our question. DCI must answer our question. Hello? Hello? Mnanisikia? Mnasikia? Natangaza hivi. Musijaribu imani yetu. Musijaribu imani yetu. Musijaribu imani. Omundu Mluya asalio muri tawe. Omundu Mnyore asalio muri tawe. Wani mliwani? Wani omundu kweli? Wani omundu kweli? Olamabu tunapenda amani, sio? But we are demanding for accountability. We are demanding for accountability on what happened to our leader. Hello? Kwa hivyo Senator amepata improvement, nimekuwa naye jana usiku, amepata improvement na tumeona kwamba anaweza kuimprove, sio? So mambo yangu ilikuwa kwa hao viongozi wangapi? Viongozi wangapi? Wa kwanza nani? Wa kwanza nani? Wa kwanza nani? Wa kwanza nani? Hajasikia akiwa kule Homa Bay. Wa kwanza nani? Wa kwanza nani? Wa pili nani? Wa pili nani? Wa pili nani? Watatu ni nani? Watatu ni nani? Na waine amesemwa na huyu kiongozi hapa hivi, sio? So we are saying that we are giving a notice of 48 hours. We are giving a notice of 48 hours. All the 14 people must be arrested and decided in court. Kama mmeshindwa, mtuletee hao vijana hapa Rwanda, we shall deal with them. She knows. This year must arrest the 14 people, sio? Ndio kuwe na amani. Otherwise sisi sio watu waoga.
Sisi sio watu